kushiriki meza ya Bwana. Bwana itimise makusudi yake ndani ya maisha yetu. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliyemkomboa omba tukiamini. Amen. Nataka tusome kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 11 mstari wa 28. Pastor utasomea. Nasoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Nasoma mlango wa 11 mstari ule wake wa 28. Lakini mtu ajihoji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe. Maana alaye na kunywa hula na kunywa hukumu ya nafsi yake, kwa kuto upambanua ule mwili. Kwa sababu hiyo wako wengi kwenu walio hawawezi na dhaifu, na watu kadha wa kadha wamelala. Lakini kama tungelipambanua nafsi zetu, tusinge hukumiwa. Ila tuhukumiwapo, twarudiwa na Bwana, isije ikatupasa adhabu pamoja na dunia. Kwa hiyo ndugu zangu, mkutanikapo mpate kula, mngojeaneni. Mtu akiwa na njaa na ale nyumbani kwake, msipate kukutanika kwa hukumu. Na hayo yaliyosalia ni japo nitayatengeneza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Inasema na kila mtu ajihoji na ale. Mwila mtu inatakana hii meza Bwana inakuliwa na kila mtu. Wakati unajihoji ndani yako na unakula. Kama wewe unasikia kwamba hauko sawa, nataka atakupatia dakika chache. Ujihoji, ujirudie, alafu ule na unywe. Kwa sababu anasema kwamba unapojihoji kwamba ndani yako hutahukumiwa, kwanza ukikubali vile ulivyo. Najua kina Melody niliona jana walikuwa wanaroka watu jana, na kina Okal mliroka watu Kibira. Sasa unajihoji tu leo, mnawaja na mnakuwa abudi hata uliroka watu huko. Sasa mlikuwa mnaroka watu mkiwa na ango. Sasa unajihoji tu, alafu unasema mimi niliroka watu Kibira, lakini sasa pengine ulikuwa hii kwa yako ilikuwa ni ya kuroka, ilikuwa ni ya mwingine. Ilikuwa ni ya ango, si ndio? Ango ndio mwenye kuroka watu. Lakini sasa akawaingiza pale pasipojua mkaroka watu. Sasa uona kuja unajihoji na unakula. Unakula hii meza ya Bwana, unashiriki. Kwa sababu ile kile inafanyika ni kwamba hii inakufanya unashiriki mwili wa Kristo na damu ya Kristo. Sasa tunapoenda kula katika meza hii, tunaenda kushiriki kwamba kwa sababu ya hiyo, wewe kama umeokoka unamjua Mungu, unajioji na unakula, unashiriki. Itakuwa tu kama wewe hujamjua Kristo na hujamkiri kama ni Bwana, ndiye inakuwa ni ngumu kwa sababu hutajua unafanya nini. Lakini kama unamjua Yesu na umeokoka, unajioji, unajirudia na unashiriki hiyo meza ya Bwana. Hivyo ningependa kuna Pastor Lydia njoo, alafu tutakuwa tunaangalia ni sawa. Haya, nataka tusomee Matthew 26. Mathayo mtakatifu 26 mpaka 28. Nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mule, huu ndio mwili wangu. Akakitoa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagiwayo